Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Watu wengi ufikiri pesa ni baraka tu. Lakini je, umewahi kujiuliza kuna siri gani iliyo nyuma ya pesa? Kuna roho ambayo Yesu mwenyewe alituonya kuihusu, nayo ni Mammon. Mammon anaweza kutumia pesa kukufunga, kukupotosha, hata kukutumikisha bila wewe kujua. Je, umewahi kusikia fununu kumuhusu Mammon? Na kama bado, katika video hii utamgundua na pia utagundua siri iliyojificha ndani ya pesa na namna ya kujilinda dhidi ya nguvu ya Mammon. Biblia inasema wazi, hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Huyo mali ndiye Mammon. Mammon si pesa, bali ni pepo wa tamaa na kutegemea mali badala ya Mungu. Ni mungu wa uongo anayejificha kwenye pesa. Hii ni roho inayotafuta ibada. Inataka moyo wako, uaminifu wako na uamuzi wako. Mammon anapopata nafasi anaingia kimya kimya. Unaanza kuamini pesa ndiyo suluhisho la kila kitu. Unaishi kwa mashindano, ukijilinganisha na wengine. Unaamua kila kitu kwa faida ya pesa, si mapenzi ya Mungu. Mara nyingine unaogopa kutoa, kusaidia au hata kutoa zaka. Hapo ndipo roho ya Mammon inakutawala bila hata wewe kujua. Je, utajuaje kama Mammon anakutumia? Ondoa shaka. Utajua kama Mammon anakutumia kwa dalili hizi mojawapo. Dalili ya kwanza, ukiona unaogopa kupoteza pesa kuliko kupoteza wokovu, jua tayari Mammon anakutumia. Lakini pia ukiona unatoa kwa kulazimishwa, si kwa imani, jua tayari. Pia ukiona unaona mafanikio ya kifedha kama kipimo cha kiroho, jua pia tayari. Lakini kuna njia ya kushinda roho hii. Njia ya kwanza, mpe Mungu nafasi ya kwanza. Ukiangalia kwenye kitabu cha Mathayo sura yake ya 6 mstari wake wa 33, maandiko matakatifu yanasema namna hii: bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Njia ya pili, toa kwa moyo wa upendo. Sadaka huvunja nguvu ya Mammon. Njia ya tatu, kuishi kwa imani na kutegemea Mungu, si akaunti ya benki. Njia ya 4, omba Mungu akufunulie maeneo Mammon alipojificha. Sasa umejua pesa si kitu cha kawaida tu. Kuna roho nyuma yake na jina lake ni Mammon. Usimpe nafasi ndani ya moyo wako. Mpe Mungu nafasi ya kwanza, na pesa zitakutumikia, si kukutawala. Kama mafundisho haya yamekugusa, shiriki na mwengine. Subiri siku nyingine ambayo Mungu ataitoa rasmi kwa ajili ya kuendelea kuchota siri za ufalme wake, na jiunge nasi kwa mafundisho zaidi ya kiroho yanayofungua macho. Kumbuka, pesa sio shetani, pesa sio Mammon, lakini
Mammon ni pepo mchafu aliyeko ndani ya pesa. Baki salama na tembea katika nuru ya kweli ya Kristo. Karibuni tena watumishi wa Mungu. Mimi ninaitwa Fred David.